We are stress-free girls, baby. Ati nini kubavu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Naweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni urogi, ama ni saitani alikujia pesa yake. Alianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana, tuko hapo. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usirudi kwa nyumba. Watoto wanaigizwa kwa devil worship na wazazi hawajui. Kakapendana na mbaba. Kuna kalao mzuri hata mmoja. So you are saying one woman has lost 70. Imagine. We. Anaolewa ama anatoa mimba. Wanaitizangwa dhabihu za watu na watoto. Yeah. Ati unauliza ati Wajogo walikuwa majuu wapi? Alienda majuu na tukiuga gemi mono. Tukakisha sana. Majuu gani Mombasa ni hatu? Mombasa. Tulidhani kwenda nimemuona. Nitakunia hiyo sherehe ndio maana tunajua ameenda. Basi, hamjamuona. Amerudi. Alirudi lini? Alirudi na story ya aibu sana. Lakini wacha ni kucut short. Watu wanaweza ona kama Mombasa ni majuu. Juu siku hizi unaweza enda Mombasa hata na ndege. Sasa mwenye hajui kama mimi na tulimzipikisha. Mimi ameenda kwa majuu map. Yeah. So mimi kuniambia story ati sijui nini gasharu ukiwa na mtu naweza nipatia nikupelekea majuu. Sitaki na uongo ya kijiji sitaki tena. Wajogo wako huko. Alikuwa Mombasa. Wajogo unakumbuka wakati alikuwa anafanyanga yule tija wa nasa kazi. Si unajua mtoto msichana anajua kazi sana. Ya kufua nguo na kupanga na watoto kuchunga vizuri. Basi alienda akafanya kazi yake tu venye ameambiwa, venye mdosi anataka. Lakini sijui ilifika mahali gani, sijui kama ni mapepo za Mombasa ama ni nini ilimuingia. Na si kuzuri huko. Sasa time ikafika mdosi akawa anaenda kazi nje ya Kenya. Akaatiwa nyumba vizuri. Na sasa kuna mtu unaweza amini sana kulingana na venye unamuona. So hakuhitaji ati kuita relative akae na yeye huko kusoma siku. Aliona huyu ametosha. Ametosha. Sawa. Wacha nikwambie. Hizo wiki mbili zenye mdosi alienda, zile vituko Wajogo walifanya. Sasa wenyewe ama huko. Watoto walikula vizuri, alifanya kazi zake tu kama kawaida. Mimi najua Wajogo tu hivyo. She's just a good girl. Lakini sijui ni nini limushika. Si alikaa alikuwa ametengeneza marafiki. Sasa Wajogo ni mtu wa kudanganya watu ati mabeste wake na huko kwa barabara. Hapa ni kwangu hadi wanahold sherehe huko. Anaambia watu huku ni kwao. Anapiga sherehe kwake. Kwake. Sasa watoto wamefungiwa. Saa 12 watoto wameshalalishwa. Wafanye sherehe. Sherehe inachapa hapo, pombe zinaletwa. Ati lakini hapo ametumia during the day anaoga na vaa vizuri. Anafunga saa ya mdosi. Amekosa adabu kweli. Anang'ana na nguo zake na anatoka na viatu na vibeti. Ungekubali kweli ni kwake huko. Kwani show kamekuta boss. Hadi kulala. She can be that. Alikuwa amehamia kwa kitanda ya master bedroom. Hiyo. Na analeta huko mtu. Hiyo sio kuchanuka, ni kurogwa. Ni akili kukua na shida. Sasa anatamani maisha ya mdosi wake. Sasa anajifanya yeye ndiye mdosi wa hiyo nyumba. Hiyo ni kutamani hiyo. Unaona sasa? Kumbe sasa wiki mbili zikaisha. Si alikuwa anajua vizuri mdosi anakuja siku fulani. Akarudishanisha kila kitu mahali inafaa. Nini. Na mtoto ni tule jaribu kwa mama yako na kumaliza. Mdosi akakuja. Mdosi kukuja. Mko aje nini. Alikuwa amechoka sana, si akalala. Kesho yake sasa ni kufungulia kamera. Kumbe kuko na sisi. Hage juu. Hapana. Hadi kwa kitanda.
Wajogo come here, come. Huyu ni wewe. Ama huku ni wapi? Kutetemeka. Panga nguo zako saa hii. Sasa yuko majuu tena. Jikate. Kangokoa. Hivyo ndio alishuti. Hadi shogo kwa nini kama nda wazimu na atuonani. Story niliambiwa na bibi ya brother yake. Hata wewe unasema ndio hiyo alikuwa anawatanganya. Hata ndiye aliniambia hata kama hai. Na kwa malo. So, mimi kunitishia ati na maisha ya TCG alienda wapi? Acha nikaa na yangu ya ghetto na kukaa ya malo. Sitaki mimi stress. Semeni ho. Niwape moshene. Si mnajua mama Koi? Mama Koi huyu wake Kisiako. Mama Kisiako huyo. Koi yake wake mnamjua? Sasa huyo hata nimesaidia mama yake kule alikuwa ananiachia hapo kwangu. Kumbe wewe ndio umesababisha tabia tugine hapo ya Koi. Mimi huyu juu nasikia alikuwa anaachiwa. Sasa Koi ni yule mtu ameishi kufugiwa. Si unaona ile nyumba sasa mnakaa kwa fence hapo ndani sasa. Kama huku kwangu tu wenye tu nimezingira vizuri. Sasa Koi hageruhusiwa hata kwenda sokoni. Hakuna mahali angeenda peke yake. Kesha si hata kesha semina ya wanayuthi unapata wameandamana na nani? Na mama yake. Na mama yake. Si mama yake atakagi maneno mingi na msichana wake. Sasa hata hilo ni kitu ya kukasifanya mkasirike. Hata tuko na wasichana. Ndio. Msichana unampatia ka freedom kidogo. Kwa sababu ile siku atapata tu chance kidogo atafanya maajabu. Anataka unamuongelesha. Si unaua tu. Sasa unasikia? Sasa ameishi kufugiwa. Hata semina unapata ni ya wanayuthi, mama ako pale. Tunaona huyo mama ni kama na nitakutuma kwake. Anampeleka na ushoki hata yeye. Tutatuma huyu tu ni rafiki yake. Msichana usifukie sana. Hata shule ni ile anapelekwa kwa gate. Anaingia mamake anarudi na anachukuliwa. Sasa hata unashindwa hii ni gani? So ika happen imefika siku moja kuna kesha ile ya kuruka mwaka. Si ni ile December. Si ndio tunafukaga mwaka. Naye Koi ndio ametoka shule form 4. Amesema ikue. Mimi hunifuki tena. Unifuki tena na atapelekwa. Amesema leo siendi na wewe. Hata ilibidi atifite. Unaona? Akatoka tu pole kwa kesha. Sijui kama ni bahati nzuri, lakini kwangu ni bahati nzuri. Alitoroka aje na kwao kuna fedha. Amesema ikue amefungua gate kwa gate. Ameenda kesha. Sio ni maneno ya kanisa. Ameenda kesha. Hataki kujua. Sasa amesema ikue. Mimi kwangu ningesema ni bahati nzuri. Ameenda amezipata amekaa karibu na mtoto wa nani? Wa pasta. Hiyo ni bahati nzuri ama ni ukweli? Kama wewe ungefanya msichana ama mvulana? Kijana. Mimi nasema kijana. Na tunasema ni bahati. Ni bahati kukaa na mtoto wa pasta, tuongee ukweli wa mama. Si hata hata si hivyo. Hata kama pasta huko mnakaa na kijana. It's a privilege. Si ndio? Leo si unaona? Sasa kijana na yeye wanajuana kidogo na Koi. Akaambia Koi, sasa kwani leo hamutatembea na mama? Hapana. Ilikuwa imejulikana yote. Imejulikana ni kitu inajulikana. Siona kana fugiwa. Sasa kijana akamwambia sasa tunaweza fika kwangu kidogo hata niende nichukue nini? Sweta. Si unaona? Na wacha hivyo. Hata kijana wa pasta. Si huo ni mtu amelewa. Hata ni pasta. Hata ni pasta pia. Akona mafuta ya kanisa. Ana maneno mingi. Ni ukweli kufika pale mimi sijui ile kitu alifanya. Sasa watu wakiwa kwa nyumba utajua ile kitu inafanyika pale. Kidogo kuidie huyu ameanza kusikia mwili nini. After hiyo siku kesha sasa. Hakuna mwenye alijua sasa kwa nyumba. Hapo kondoo ilichinjwa. Hapo alikondoo ilichinjwa kwani mnajua ni nini ili hapo? Wameendea ngojeka. Kwani umezaliwa na tena hawakukaa sana. Unaona? Baada ya miezi miwili Koi ameanza kugojeka pole. Akajua ako na mimba. Akashindwa. Nitaenda kuambia mama yangu. Hapana.
Mama yake ni kama huyu tu, si unasikia ataua. Hata ninafikia mama yake. Sasa Koi akakimbia akatorokea kwa nani? Kwa pasta. Kufika kwa pasta, bibi ya bwana Koi sasa baba ya huyu kijana ameenda kwa pasta. Sasa pasta mwenyewe akamuelezea, mimi niko na ujauzito na ni ya mtoto yako Kimani. Pasta kusikia, pasta si mjinga. Pasta akamwambia usistuke, usijali. Sasa shida ilikuwa ni mamake ataambiwa namna gani? Haikuwa rahisi. Sasa nijifanye huyo msichana ama nijifanye kijana? Nifanye mama. Hebu mimi nikuwe mama. Kuwe mama. Utakuwa nani? Anaolewa ama anatoa mimba? Sasa wewe ni nani? Sasa wewe ni mama. Ni mama. Naguruka. Anaolewa ama anatoa mimba ama ninamumalizia? Ama ninalipisha hiyo mimba nikule hiyo Mambo ni manne. Hebu maliza. Sasa ile kitu pasta alifanya, anajua mama Koi mzuri, alienda akamwambia msichana wako ako na ujauzito, lakini usistuke, tutagaramika. Si unaona? Mtoto atabaki wapi? Si kwa pasta. Sasa msichana hapa ameoreka, kijana hakukataa. Hapo ni chojo. So kama mama msichana unafikia uko safe. Na hii economy. Yaani wacha hivyo. Mimi nikifikiria mambo ya hiyo story ni kuwa tusifungie watoto. Ndio lesson ile tunasoma. Apewa freedom, aongeleshwe. Aongeleshwe na ndio at least apate huko experience. Na kiongeleshwa. Exposure is very important. Akiongeleshwa ndio sasa atajua vile kuna faa. Afadhali lakini akiwa apeane. Ukimwongelesha, unamuongelesha mambo yenye atapata huko na how to respond to different situations. So anaenda ako aware na naona wamama waelimishwe jinsi ya kukaa na wasichana. Unaona sasa mimi nilikuwa nimekimbilia ati atoe mimba. Nisiaibike. Wewe ni sakagi aibu. Na kama hiyo ndio tu kabego ile yako na atalifu na hiyo sasa atamgawia. Sawa. Okay. Deuli. Haya, Deuli mnataka aje sasa? Kikundi tulikuwa tuende nini? After nini mwaka mpya tuende tukaserekee mahali. Sasa mnataka tuende wapi? Watu hawajatoa pesa. Si story na kutoa pesa, hata tunaweza enda na pesa hiyo si. Hebu nisikizeni na mnisikize vizuri. Mnasema kwanza tunaenda kusherehekea, mlisikia ile story ili happen leo asubuhi. Wapi? Na nani? Inatuhusu sisi na nini? Inatuhusu. Sasa unataka kukatiza story ya kusherehekea shwari? Hapana, miaka miwili hatujawahi enda kusherehekea, watu wengine wakilia. Watu gani? Si watu yetu. Hausikii venye ule mzee alifanya? Mzee watoto wanani? Haya basi ongeeni basi ya kwenda starehe. Ni mzee wako. Hapana. Wanani? Watu wamekufa. Si ndio, si ameroga watoto wa wenyewe wote Sabati wameiba kuku kwake. Serious? Gai. Yeah. Hamkusikia hiyo story asubuhi? Mimi sijasikia tangazo. Na ni ya kijiji yetu. Mnaweza enda mwache watoto na sana. Ni wake. Tunakula kuanga. Nikuulize, kwani hizi posters naona za waganga sijui namba kwani ni za ukweli? Ni za ukweli tu. Huyo mzee aliroga watoto 7. Ati kila mtoto alikuwa ameiba kuku yake. Are we talking about Kiruguni? Yes. Na unajua watoto wake ako na watoto wengi na hawawaezi. Na nyinyi kama wanakijiji mmekaa tu. Sasa tukienda kusherehekea nini siku ya fast. Walienda kwa wakaiba kila mtu kuku moja na ya. Sasa wote unajua hii maji sumu ama sumu akawaekea sumu kwa chakula. Wamekufa. Si ndio wapeleka kwa waganga. Nimefikiria ni kupelekwa kwa waganga kama kijiji yetu. Hata mimi nimefikiria hivyo. Kama ni kukufa hiyo. Nilikuwa nataka kujua sasa nyinyi kama wana kijiji how are you dealing with that situation? Sasa mnamfanyia nini ama ako tu hivyo free huko? Ako hivyo free anaweza na nimesikia hakushika. Unajua what happened? Walikuwa wameiba mara nyingine 3. So akajua nami mtanijuta. Kuna tukuku akatuwekea mahali kamurango kakiwa wiki. Kuku samba. Akaweka hizo kuku na alikuwa amedunga kitu mbaya.
haitadhuru, lakini kwa mtu itamdhuru. Hivyo ndivyo alifanya, wakakula watu lakini hao ni wezi wakufe ama lakini watoto wa hapana. Angefanya kitu ya kuweka angefuata sheria. Nini bana wewe twana nyina njokire torogi neto ici ndo turatwarira ndio kai ni kitu ya koragwo ku anakuanga wapi huyu? Ni ande mweka mimi sina kama na hiyo habari, lakini idea ni mzuri, lakini yangeua ndio na angefanya abortie. Lakini mbona aibe na wao waibe? Kusikia hiyo area iko na chief. Hata watu wa nyumba. Sasa watakimaliza chama nitapitia huko. Nitapigia Kagure simu akuja waelezee vizuri ndio tuone kama tutaenda break ya chama. So you are saying one woman has lost 7 kids. Imagine Mama Njoki, you can imagine at once. Hadi kale kadogo wote kwa sababu ya kufu. Imagine. Haya, so leo in fact kama tunaweza enda kwa sasa hiyo ndio tulikuwa na shindo, tutaenda kufurahia watu wa Kimunu even after going. Sasa si hata hii bado ni kuchomeka. Sasa sio ni pesa ingine. Why Kagure? Watoto wa university wataonyesha wazazi maneno. What happened? Niki kasichana kanaitwa Mwendwa. Karibu mama yake auwe mama yake. Msichana auwe mama yake? Si msichana alipita. She got a B+. Kaenda university. Kumbe ati sasa she has been brought up by a single mother. Yes. The mother alikuwa waliachana na baba yake kitambo kakiwa katoto. Hata kakajui baba yake. Hata akamjui. Na yeye mama yake hajawahi muintroduce kwa baba yake. Kwa baba yake hakubodha muonyesha. Na unajua wakati mwingine wanakuanga na shida ya yani emotional problems. Yes, wanakuwa sasa ana yearn for father's love. Unaona? So now wakati kalienda university kufikiria ati sasa ni mapenzi nini kaliona heri mbabas kakapendana na mbaba mzee aged around approaching 60 hapo. We. Yes 60. Imagine ikuwe nini? Hey, love hiyo ni love ama ni love? Sema mzee kumuonyesha mapenzi na unajua of course atamuosha na pesa kasichana wakapendana. Yule walipendana mpaka ikafika ati sasa atampeleka nyumbani. Ai, hiyo si kupendana. Ndio nakuuliza. Ngoja. Msichana ndio ameenda university. Yes, so kusoma. She's barely 25. 22 hapo akiwa first year yako hapo. Sio ni kuka yake. Lakini sasa I think sasa ni hii ku grow up bila baba. Aliona akakuwa attached to akaona kama unajua sasa huyu mbaba anampea mapenzi ya dadi na ya kipenzi. Ilifika mahali sasa msichana hata aendi lectures. Imagine ametosheka. Na huyu ni na mama yake ni single. Mama yake ni single na mama yake anafikiria kasichana kanasoma angalau kawa kamuinue you know. Hakaendi lectures. Hai. Dean of Studies akaona hapa mambo ya edi mzuri about this girl. Lakini kakiulizwa kanasema kameweka biashara, that's why huwa kana miss nini? Classes. Na ikakaa ni kama imeeleweka. So ikafika pahali. Lakini hata ni nini inaeleweka? Husomi ati ni biashara. Si ungeacha masomo uende biashara. Ndio ninakwambia watu wa university wataonyesha wazazi mambo. Sasa si wameorganize. Yes. Mom. Sasa mimi she's almost graduating, so anaona sasa ataweza muintroduce nini kwa mpenzi wake. Unaona sasa this is a mature girl anyway. Akatatu ale mundu kwa mushie. Jesu. Kagure. Utiri oriro tono. Si amempeleka? Yes. Mama si ameorganize. Yes. Sherehe. Kuita wa mama wenzake. Angoje bwana wa msichana kupika mapochopocho. Na pengine sasa kwa sababu jamaa akona pesa za kupika na za preparations tayari zimetumwa. Wakafika. Wageni. Gemi. Hata shiume na mushi. Gemi.
Ikafika sasa ni introductions. Msichana sasa amesimama ku point. Yes, at the sweater. Guy, mama kuona ni nani analetewa, alifaint. Everybody was like, what? Alifaint. Watu wanafikiri pengine huyu ni baba ya kijana. Alifaint. Hawa sana akilazima ni vizuri at least wa shape up. Sasa ni pilika za kupeleka mama hospitali. Agake kumpeleka hospitali. Ndio kulikuwa discovered later. Kumbe it is the father mwenye wali divorce na mama. Yes. Haya. Apotige. Huyu mzee mwenye analetwa kuoa huyu msichana mwenye alikuwa mbabazi wake na huko Nairobi akiwa boyfriend wake, na tayari wamefanya mambo zote kila kitu. Ndiye yule ndiye baba mzazi. Lakini sasa juu hajawahi onyeshwa baba, angejua aje? I mean, utamblame aje? Huwezi mblame. Naye mbambas. Lakini warume hawakuangi na dhoni. Sasa yani amekula watu wake. Hata sasa hajaamini. Sasa, is it my boyfriend, my dad, ni what? Sasa huyo msichana anaweza jinyonga. Yes. Imagine hata sisi wanawake tujichunge sana hapa. Na unajua, sometimes tunakuanga na mabifu. Na wenye umeachana. Yes. Na the thing is, kuachana it's okay. Na mtoto hana beef na baba yake. In fact, it's just a matter of showing huyu ndiye alikuwa. Yes. Ai, ni hivyo. Mbambas. Yes. Yesu. Daddy. Kuna karao mzuri hata mmoja. Kuna askari mzuri hata mmoja. Hakuna za karao sio brother yako. Karao wameokoka, siku hizi wameokoka. Ukweli. No. Ni juu. Unakumbuka yule alipiga risasi yule kijana wa buchari. Kwa wanakuaga pale kwa petrol station. Nilisikia kitu kama hiyo. Magega sijui magega. Huyo. Kujua vizuri hiyo story. Wachana hiyo si story iliisha. Sasa utashindana na serikali. Hapana. Huwezi. Na juu ya kukataa tu kumlipia pombe. Na wajua. Kukataa tu kumnunulia pombe. Wanakuaga wangapi kwao sijui kila brother hapo ni kwa magega. Ni kama wako 10. Naye babake unajua alikuwa mcheshi. Sasa waliwekwa wote. Sasa kuna yule wa ile nini inaitwa aje police station. Kiadoma police station. Kuna relative wao sijui ni brother ama ni relative tu ya wakina huyo alimwenye alipigana nini. Ni babake mdogo. Bas, babake mdogo. Umesikia story yake? Aje. Hiyo lazima ungekuwa umeambia watu. Enyewe juu ya nilisikia ni ameoa bibi mwingine ama inakaribiana na hiyo. Ako na miki basi kama acha niwaambie. Ametia wasichana wa watu mimba. Jesus Christ. Na kuwatishia na kuatia atawatoa uhai. Na kuwadanganya ati atawatafutia kazi. No, wait. Hawa wasichana wa watu ni watoto ama ni adults? Okay, sio ati wako underage, lakini hata mwingine sasa kama katoto kako college, unamdanganya acha ile shule na hapo hakuna makosa. Hakuna mtoso. Si ati amefanya development, but amedanganya sana. Kudanganya. Mwenye kudanganywa anakubali kwa nini? Haya utakuja kujua sasa anadanganywa kwa nini. Wewe saa hizi nikwambie nitataka hivi na hivi. Alafu niletee brother yako na 5k. Nitapeleka watu wenu kwa recruitment na nini. Kwa wewe ndio una sasa ukakaa wewe kuwe my girlfriend kwa juu kwenu. Wewe usimamie watu wenu wapate kazi. Sasa kwanza wanajuana. Makishamaliza manajuana wanaenda kutafuta kazi. Sasa hapo wote tu venye alikuwa anasema. Sasa hizi kuna wasichana 6 wako na mimba. Tumejua aje? Swali ni hilo. Wasichana wamezalishwa. Ati wasichana sijui 7
wako na tutoto. So huko kumejaa tutoto tunakaa huyo askari sasa. Umesema anaitwa Jogona? Ati Mimi sijui jina, lakini ni huyo ni brother huyo mwenye alipigana risasi. kwani ni mbaya aje huyo naye? Ametia watu hata mabibi za watu. Sasa wakaanza hata kupatana kwa ofisi. Huyu amebeba wake hivi. Ukiangalia kako na kale tunafanana. Ni kama tumapata. Alafu anasema neteni mrudi saa zingine na kuna mwingine ndani. Sasa sijui kulienda aje, wakajua ni kama wote wanakuja kudai malezi ya watoto. Child support. Sasa wakaongea wakasikilizana. Wakaambiana sasa tunampelekea. Wamejuana wote sasa. Si ndio? Mara hii tunapatana watatu. Huyo anafaa. Wale wengine tunapatana na wao. Huyo hivyo ndio anafaa. Sasa ikakuwa ni hivi. Okay. Mabibi za watu nini. Watoto wote wakihesabiwa tuache hao 6 wako na mimba, wote wanakuja 14. Ai, Amejaribu. kwani ni Yako timu sawa. mbili? Amejaribu. Kama Sinikwambia. Manchester. Sasa Huyo hata akienda kotini huyo ama whatever ama whatever punishment anajiamini sana. Mpira ni 7-7 huyo anaenda draw. wakaambiana tuendeni siku fulani. Wanaenda wapi sasa? Home kwa polisi. karao. Tuna katoto. Kila mtu amebeba. Beba watoto. Hai. Bahati nzuri ama mbaya hakuwa. Alikuwa ameenda kwa mapombe zake. Unasikia jamaa hayuko? Wakabisha. Sasa alikuwa mama watoto alikuwa na shida na nini, kwani kesi imeletwa kwa nyumba badala ipelekwe police station. Kuna nini baya? Akaambiwa hawa watoto wote ni wa bwana yako. Na hivyo ndivyo tumekuachia. Na ndio hao sisi. Mama mwachia. Akipigiwa simu hachukui. Kwa hivyo alikuwa anakurua hachukui. Asubuhi kufika anakuja na maharaka zake. Venye tu alikuwa anafikiria mimi sitaki kujua. Ni kujitayarisha avae uniform aende station sijui nini. Venye tu alivaa vizuri uniform. Bibi yake akamwambia, "Si hawa watoto wote ni wako." Na hivyo ndivyo nimekuacha. Hata yeye akaenda. Aliachiwa watoto 14 kwa nyumba. Lakini sasa hiyo inaonekana kama ni ndoto, ni drama, ni nini? hiyo polisi wanafaa hivyo. Sasa mimi nimesikia story imefika hapo. Mimi sijui kulienda aje ama kutaenda aje. Sasa nilikuwa nafikiria juu nyinyi mnatembea ati mko na habari zaidi mniambie Sijasikia hiyo. Niliambiwa na mama wa Manyeki. Hata vile nilikuwa nafikiria si vyenyewe. Ni kama alikaa na hawa watoto, jungu wake nasikia saa hii ni kama nasari. Kama siko wrong. Wako na hawa watoto kwake. Unafikiria ati ameadopt watoto ama nini? Hapana, kunakaa ni watoto wake. Na wasichana wengine sita wako na mimba. Wanangojea wazae wapeleke. Sasa sijui imeenda aje. Na sasa mnasemaga tu sijui ambakisha watoto ni baraka. Watalea tu pole. Watoto ni baraka. Atalilia, atasema serikali saidia. Kuna mwenye analia hana. Hata hapa na mali ya serikali watasoma. Watoto wanaingizwa kwa devil worship na wazazi hawajui. Mama fulani alikuwa yeye ako kwa hizo vitu za devil worship. So kila wakati unajua wanaitizangwa dhabihu za watu na watoto. So siku moja katoto kakachukuliwa na friend ni kama mimi, wewe ni friend yangu. Si kwa sababu mtoto wangu anakujua, it is easy kumchukua umzame unampeleka. Huyo mama akachukua katoto ukashika hivi ukaguza hivi tayari amekaingiza hivi tu. Unajua wewe unaona hivi ukaingiza kuingiza, hiyo ni dhabihu tayari imetolewa. So ako katoto sikanaanza kufanya nini? Kumisbehave. Hata kanaangalia mama yake mpaka macho inachange na kuwa kitu kingine. Akaambia mama yake, wewe nitakuua. Mama yake anashindwa what is wrong with my child. Akitu kama tunaweza jiulia mtoto kwa mama kasi. Pray for our children. We need to pray for our children. So what happened later? Unasikia nika standard tu. Nako kako under the influence.
Nako sasa kameanza kurecruit twingine tuko huko. Na akajielewa akajua only for the parent kuenda church na katoto kuombewa kanaongea mambo isiyo. Sasa wewe unajua mimi ni rafiki yako na ni mimi nimekuingizia mtoto. Mtoto ananilarua. So hata rafiki yako you cannot trust your friend. Sasa hapo si ni maombi tu itaokoa. So tukiwa mama tunaweza shikana na tukue maintercessor. Alafu tuhubiri hii maneno kabisa. Tutembee makanisani, shuleni. Sisi tunashikana tunaomba. Yes. Sasa tulisema giving back to the society tutafanya project gani? Ile project tutafanya tutakuwa tunapelekea wasichana pads kwa shule. Oh, that's a good idea. Na by the way kama shule ni by the way shule kunapelekwa na watu wengi. Tunaweza zipeleka wapi? Kwa slums. Shule ziko na all politicians are taking there. Yes, mtu tupeleke kwa slums. Kwa slums. So I think we are good. Si nani utuongoza kwa maombi ya kumaliza mwaka na